The Lord. Ujisikia amani kukaa hapo. He feels peace to stay there. Kama ni kwenye ndoa. If in the marriage. Kama ndoa ndani yake imejawa na utii. If the marriage is full of peace. The Lord. Ujisikie kukaa. He feels peace to stay there. Kama ni kwenye kanisa. If in the church. Kanisa limejawa na watu ambao ni watii. The church is full of obedient people. The Lord. Ukaa mahali hapo. Stay right there. Kama ni kwenye huduma yako. If it is your ministry. Wewe ni mtumishi wa Mungu. You are a man of God. Na Bwana ameweka kiwango cha utii ndani yako. And the Lord has placed obedience. Amini kabisa kwamba Believe that. Bwana atakaa ndani yako na kukusaidia. The Lord will stand together to help you. Utii. Obedience. Ni bora. It is better. Kuliko hata sadaka unayotoa. More than the giving you are giving. Ukiwa bora kwenye kiwango cha utii. If you are better in obedience. Basi utakuwa bora kwenye kiwango cha utoaji. Know that you will be also better in the level of seed giving. Bwana nisaidie kutii. Lord, help me to obey. Bwana nisaidie kutii. Lord, help me. Wacha nikuonyeshe mfano wa mtu huyu. Huyu mtu Let me show you an example of a person. anaitwa Ibrahim. Someone called Ibrahim. Ibrahim. Alipoambiwa mtoe mwanae, When he was told to give his son, hakubisha. he did not go against. Ibrahim. Alipoambiwa amtoe mwanae, When he was told to give his son, Andiko nasema hakubisha. the scripture says he did not go against. Alikubaliana na kile kitu ambacho Mungu He accepted with the thing that the Lord alikisema afanye. said a thought for him to do. Utii. Obedience. Utii hauji pale maelekezo yanapoanza. It did not come when the instruction begins. Utii huanza pale Obedience comes maelekezo yanapokuwa hakuna. when the instruction is missing. Nikakwambia, I told you, ukisubiri maelekezo ndio utii. when you wait for the instruction to obey, Umefeli. you are failed. Bali unatakiwa kuanza kuwa na utii kabla ya maelekezo. You must obey first you without the Bwana anamwambia Ibrahim, The Lord is still giving to you. toa mwanao Give your son kama sadaka mbele zako. as a sacrifice before me. Ibrahim akasema, And Ibrahim said, sawa, ninakwenda kumtoa. I'm going to give my son. Maandiko nasema The scripture says, Ibrahim akamchukua mwanae and he took his son na wanafunzi and the goats na watendakazi wake, and with ashes, akamwambia twendeni. and he said, let's go. Akawa amebeba na kumi, And he had some woods, lakini hawakubeba na kutoa kuchinja but they did not take a sheep kwa ajili ya kumtolea Bwana sadaka. but to give the Lord as a sacrifice. Isaka akamuuliza baba, And I said to tell the Lord, tumebeba kumi, we are going with the woods, wewe tumebeba na kisu we are going with the knife, na kila kitu, with everything. lakini yuko wapi But where is he? mwanakondoo wa kuchinjwa? That God or sheep which is to be slaughtered. Ibrahimu anamwambia Isaka, And Ibrahim is telling Isaac, the Lord, atajitwalia. his step is broad. The Lord, Atajitwalia. his step is Kuna mahali broad. hata senti 10 There are places you don't have even 10 cents. na una mahitaji